Naitwa Peter. Ungana nami leo, natamani sana nikushirikishe mambo ya muhimu sana. Najua kwamba wewe ni mfanyabiashara, lakini kuna dokumenti muhimu sana ambazo kwamba inakupasa uzihifadhi kwa ajili ya kulipa kodi. Dokumenti ni muhimu sana. Wapo wengi wafanyabiashara wamelia na wakajuta, kwa nini mimi nilianzisha biashara? Kwa sababu walikuja wakalipa penalty kwa kushindwa kutunza dokumenti tu. Naona kuna madhara ya kutokulipa au kutokutunza dokumenti. Namba moja, utashindwa kuja kufanya makadirio ipasavyo. Watakuja watu wa TRA, watakuja ukadirie kodi ambayo kwamba hukupaswa ilipe kwa uzembe wako tu, haukutunza dokumenti. Pia mtu ambaye hatunzi dokumenti, watu wa TRA wanapokuja pale dukani kwake, inakuwa kama vile maadui wamekuja. Unakuta wanafunga maduka, wafanya biashara wanashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kumbe kulipa kodi hiyo ni compulsory. Kodi ni lazima ilipwe, lakini kuna namna ya kuweza kuilipa kodi iliyo sahihi. Jambo la msingi ni utunze document ambazo kwamba unataka uzitunze, na utazitunza kwenye mfumo upi? Sasa document unazozitunza kwa in paper form au electronic form, kwa njia ya kielektroniki au kwa njia ya kawaida tu, hizo unaziprint, unazihifadhi. Sasa natamani sana leo nikushirikishe dokumenti zenyewe hizo ni zipi. Sasa maana haya, TRA practical note namba 6 ya mwaka 2004 inazungumzia dokumenti zifuatazo mfanyabiashara au mlipa kodi anatakiwa azitunze. Dokumenti namba 1 ni inaitwa books of accounts, vitabu vya kiasibu. Nadhani hivi unavifahamu, naomba niweze kuandika dokumenti ambazo kwamba unataka uzitunze. Nimesema ya kwanza inaitwa books of account. Hivi ni vitabu vya kiasibu, nadhani wengi wenu mnazifahamu. Vitabu hivi inaweza kuwa sales day book, vitabu vya mauzo ya kila siku, vitabu ukinunua unakuja kuweka noti. Hivyo vitabu vyote vya kiasibu inatakiwa uvitunze katika hali ya usalama. Dokumenti nyingine ambazo kwamba inabidi uvitunze zinaitwa supportive document. Supportive document hii unakutana na document ambayo inaitwa invoice. Invoice unaweza kukutana bank statement hiyo, unaweza kukutana na payroll record. Naelewa watu wa HR wananielewa hizo document. Lakini document nyingine ambayo unaweza kuiweka hapa ni receipt na document kede. Lazima uzitunze hizo document hizi, ili watu wa TRA wanapokuja watakuomba, bwana tupe document za mauzo, yani document za kiasibu tunazihitaji, ili tuweze kufanya analysis na assessment ya wewe uweze kulipa kodi kwa halali. Kama ulipaswa ulipe kodi labda 100,000 au shilingi 25,000 hivyo, naona unakuwa comfortable, uko huru kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Lakini kitu kingine cha muhimu, kiachana na kwamba hizi document uwe nazo, sasa hizo document, which language can you record or can you use to record those documents? There are only 2 official language ambazo will be allowed, na hizo languages au lugha ambazo utatumia kuandikia hizo vitabu vyako vya kiasibu na supportive document. Lugha ziko 2 tu ambazo zimeruhusiwa. Lugha ya kwanza ni Kiswahili, na lugha ya pili ni English language.
English language, lugha ya Kiingereza. Hizi ndizo lugha official language ambazo zimewekwa au zimeainishwa katika section 29 ya Administrative Act ya mwaka 2015. Naona imeainishwa official languages ni hizi, Kiswahili and English language. Those are language that are used to keep to maintain your record, to write to your record in those languages, right? I think you understand it. So, and the only things that it's very important, if apart from those, naweza nikakwambia kwamba sasa umerekodi document sawa na umeziandika katika lugha hizo ya Kiswahili au Kiingereza, hizo document utakaa nazo kwa muda gani na ili ziweze kubiri trial tena? Kwa kawaida document itakuwa ikae miaka 5. Hizi document hizi zitakuwa uzitunze ndani ya miaka 5 ili ziweze kubiri trial tena. Usije ukamaliza mwaka wetu na ukaanza kuchoma document zako. Hapana, zitakuwa zikae almost ndani ya miaka 5. Asante sana, ulikuwa na mimi naitwa Peter, janja wa mtaa, mjulishaji wa mtaa. Asante sana.